Murigiriri karibu asensema iga yengwana ya Gatembe tugusaba kwabira chinza cia chirake twanyori rwake kurinde abagani baitu no barese studio na masemo nigo tuguchaka kurigiriria igoro ko anene muno igoro yechigasi nemeremo ao ase onyore buna serikali nigo yaberege gukwana kubo muno muraibu ense gukwana igoro korose chigasi kubo munese ko chisaba abasae ase nkokumanyetu kokogosasi nini raro nige swali tuguchiko kwana gyo kasi chinza chinga chie mutu gosteka chinga chire mutu yagarabwa nimbwata ase studio ekegusi si mdomo chao vile wanasemanga wengine. So ikipita kwa Kisungu mnaelewa, ikipita kwa Kiswahili mnaelewa, lakini mimi mnisamee kwa sababu nafanya kazi kwa nimezoea Kikisii sana. Kiswahili changu kinaweza kuwa Kikisii, Kiingereza changu kinaweza kuwa Kikisii. So mwanzo kabisa vile wanasema ladies first, wacha nikukaribishe katika runinga ya Gatembe TV. Gatembe TV. Gatembe TV. Karibu, jisikie kuwa nyumbani, jisikie kuwa studioni na jisikie kuwa kuongelesha Wakisii sasa kwa jumla. Hata ingawa kuna wengine pia wanaweza kuwa nasikiza. So karibu ndani ya Gatembe TV. Kwanza tuanze na jina lako. Asante sana. Jina langu ni Helen Rintari kutoka the International Labour Organization. Asante. Karibu. Mwenzangu pia wanasema ladies first, sasa nyinyi ni others ama sisi. Karibu. Anza na jina. Kwa majina naitwa Francis Mutonyi. Mimi ni consultant ama business consultant. Mimi ni mwanafunzi, ni mwalimu wa entrepreneurship ama nafunza mafunzo ya kibiashara. Nasaidia wanabiashara jinsi ya kuanzisha biashara na jinsi ya kukuza biashara. Wairire Gatembe TV. Hiyo sawa, Wairire Gatembe TV. Sasa tuanze na wewe moja kwa moja. Kwa sababu umesema wewe ni mwalimu mwenye unafunza mafunzo ya biashara tuseme, ama business coach ama kitu kama hiyo. Ama ni hiyo si kitu kama hiyo. So tuseme kwa kuanzia hii mafunzo unafunza watu wote ama kuna wale wenye unafaa kuwa unafunza ama kuna kitengo fulani ama vitengo fulani unafunza? Hii mafunzo ambayo tunafunza tunatumia program inaitwa Start and Improve Your Business program ya kutoka International Labour Organization. Na tuna package ama tuna program, hiyo program inaitwa Start and Improve Your Business imegawanyishwa mara 3. Kuna wenye wanataka kuanzisha biashara na hawana idea biashara ni nini, hawajui kuanzia wapi. So tunawapea package inaitwa Generate Your Business Idea. So wanaweza kuja na idea ile wanaweza anzisha biashara nayo. Lakini kuna wengine wanajua Kenya wanataka lakini hawajui jinsi ya kuanzia. So hao nao tunawapea package inaitwa Start Your Business. Ili sasa tunawaambia kuanzisha biashara unastahili kuwa na staff, unastahili kumarket hivi, unastahili kufanya research hivi, utaanza jinsi hivi. Na sasa ya 3 na ya mwisho ile inaitwa Improve Your Business. Hao ni wale already wako kwa biashara. Sasa hao kwa biashara wanataka kuimprove ama kuongeza biashara yao, maybe waongeze marketing, waongeze zile bidhaa wanauza, waongeze venye wana run biashara zao. So iko na vitengo 3. So vitengo ya kwanza ni wale tunaita potential ama hawajaanza kabisa. Na hao wenye hawajaanza tunawasaidia jinsi ya kuanza. Na hiyo ndio imefanya tukuja hapa Kisii tufanye hiyo kazi pamoja na ILO na the county government of Kisii. Na tu kabla tuende kwa Melen na hii ya kusema kwamba kuna vitengo fulani, vitengo tofauti, vitengo 3 vile umesema vya wafanya biashara wenye unafunza. Kuna wenye wanataka kuanza, kuna wenye wanaendelea na hivyo kuendelea. So hawa unawajuaje ama unawafahamu aje kwamba huyu anaanza ama inabidi mjuane kwa moja ndio muanze mafunzo kwao? Asante sana kwa hilo swali. Kama wenye tunafanya kama saa hizi, kama saa hizi tuna work na vocational training colleges ama vyuo vya ufundi.
na vyuo vya ufundi zenye ziko hapa Kisii town ni zile kitambo zilikuwa zinaitwa polytechnic. Sijui jina vocational training centers. Yeah, vocational training centers, yeah. Hizo vyuo vya ufundi watu pale wanasoma hairdressing, wengine wanasoma carpentry, wengine wanasoma mambo ya masonry, wengine wanasoma mambo ya kususa nywele. Kuna masomo mingi sana. So yale masomo yote ambayo wanasomea si lazima kuja kuajiriwa kazi, wanaweza kuja waajiri kazi. Wanaweza kuja wajiajiri. Wakimaliza ile masomo, kupata kazi siku hizi inakuwa ngumu sana. Tunasema ya kwamba ni jinsi gani wanaweza jiajiri wao wenyewe ili waweze kufanya, wanaweza anzisha biashara waweze kujiajiri wenyewe na pia waajiri watu wengine. So hao ndio tunasema ni potential. Sasa hao ndio tutacategorize kwa ile ya kwanza na ya pili. Generate your business idea, ni jinsi gani wanaweza generate business idea kwa ile mafunzo wamefuzwa. Na wenye washachagua ile njia wanataka kuenda ni aje wanaweza anzisha. So already wao tunaweza wakategorize as such. So that is the reason. Hapo hivyo ndio tunachagua. Tunaangalia mtu hapo line gani, tunamfanya interview, alafu tunaweza sasa kumsupport kishajua ni wapi yako. Na Madam Ellen Rintari, sasa tukikuja pande wako, umesema kwamba umetoka kwa lile shirika linaitwa International Labour Organization. Yes. Kwanza kabisa kuna kile ambacho kimekusukuma kwamba wakati kama unafaa kuwa katika maeneo ya Kisii, hasa kaunti ya Kisii, ukifunza vyuo vya hivi vinaitwa vyuo vya anuai ama mafunzo ya kiufundi. So ilifikiaje kwamba sasa uko Kisii na unapeana mafunzo katika maeneo ya Kisii? Thank you so much. Allow me to take it in English. So the International Labour Organization is a UN agency, and our main mandate is to promote decent work and advance social justice. So we have in the ILO a number of projects, and I run a project called Accel. Accel is accelerates the action of elimination of child labor. Now, we as a project are partnering with Kisii. Kisii as a county. Kisii as a county. Yeah. And our main mandate is to accelerate the actions that will help us eliminate child labor. I'll give a small background. Yeah. Child labor is a problem that is not only Kisii, is not only Kenyan, it is also a world problem. Na tukiongelea mambo ya child labor tunamaanisha watoto wadogo wanafanyishwa kazi ambazo hawastahili kufanya na labda unafaa kwa wakati wako wanapumzika, wanacheza ama wanaenda shule. Correct. Correct. You are very correct. So thank you for floating that one for me. And we in the world we have statistics. 1 of every 5 children is exposed to child labor. In sub-Saharan Africa, where Kenya is, we are talking about 1 to every 4 children. As a country, we also have a major problem, which is unemployment. The youth of Kenya, who are somewhere between 14 and 34 years, compose 35 to 40% of the Kenyan population. Of these youth people, around 67% in the latest data that we have is unemployed. Another 30 to 35 is underemployed. And we only have approximately 17% of these youth who are gain-free employed. What does that mean? That means as a country we are in a terminal cycle of poverty. And unemployment, of course, breeds a lot of poverty and hopelessness and all these things, which, again, when you look at 15 to 34, it is the age of production and being parents. Where are these children? You'll find a lot of them are not able to advance in school, they're not able to do, and their parents cannot fend for them. So as a project, we are worried about the ratios of child labor, and they have been fueled by a number of things. The numbers I've just given were in 2020, 2021. We then had the crisis of COVID and so many other things. So you can imagine these numbers, as you can imagine, have gone up. So we are partnering with the county of Kisii, and not just Kisii. In the country of Kenya, we are in 4 counties. We are in Kisii, Kericho, Meru, and Nyeri.
And the project has a basis of agriculture, and it is looking at two main value chains, tea and coffee. Why? Again, agriculture is the main employer in Kenya. It is also very easy to carry along our children to go and work. But like you well observed, child labor really is not the child working, because I mean, you've worked when you were growing up. I also worked quite a bit. Kuosha vyombo hapa na pale kuchunga. But we are here now. Yeah. So that work did not deprive us of the ability to become children and the ability to learn, and therefore curtailing the cycle of poverty in our families. The kind of child labor that we are talking about is the child labor that exposes a child to things that seriously injure or deter the child to being a child, so that our viewers are not worried that I'm saying children cannot work. No, I want our children definitely to work. Kasi ambayo inaweza dhuru But at the afya same time, ya mwanafunzi. At the same time, be able to be a child, be able to have a decent future, and be able to really be protected. So you find child labor a lot of the times will lead to long hours of working, conditions that are dangerous. It will cause the child to be removed from their friends and families. A lot of the times the child will then end up being exploited, and we have even spaces of trafficking. That is why you see now they're going into the cities to work as domestic helps and all that. Therefore, this child shall never be a child, and with that we fuel the ability, the issue of child labor and the poverty in our society. And maybe before we go to Francis, what are some of the challenges that unaona sasa umenisukuma kwa kizungu zile changamoto ambazo kwa njia moja ama nyingine ambazo mmesipitia katika ile hali ya kutaka kupeana haya mafunzo hasa katika kaunti ya Kisii? Fantastic. Some of the changamotos is really to make our people aware that child labor is a problem that affects our families. And to just be able to let the people know that when we say child labor, we are not asking the children not to work. We are just saying that there is a modarity. We also realize, and it's not just a problem in Kisii, we have an issue with the laws and the regulations that are there. First of all, they are there, but do people know and understand them? We still are struggling a bit with that. We also have enforcement. The fact that they don't know, it becomes very hard to enforce. We also, of course, have the seriousness that needs to be taken. Again, I will go back with every humility and say, if I never went to school and I'm surviving, I might not see the need why it's a priority. But also because then exposure becomes limited. So we don't see the need to take our children. So we found that as a problem that we are trying to address. And lastly, maybe you said you were working with 4 counties in Kenya. So maybe what was the entrance point or entry point to Kenya? Is it through the national government or through the counties? Good. First of all, let me say the 4 counties that we are working with, by no means are we saying that they are the most affected by child labor. I started by saying the project has an agricultural background. This agricultural background is educated by 2 value chains, the tea and coffee. This project is funded by the government of the Netherlands, and so they also had a preference on that. Now, we come in through the International Labour Organization, and we are working with the government to try and address these gaps in child labor. The government of Kenya has been very keen in addressing these things. How do I know they have been very keen? As a country, we've ratified a number of ILO conventions. 3 of them are in child issues. We have minimum working age, where we stipulate as a country who is a child, at what level can they work, and how many things can they do within that. We also have Convention 182, which talks about dangerous work for the children, which is now we are taking a step higher and saying there's child labor, but there's labor that is really
bad, and it must be eliminated. This includes things like prostitution, things like drugs, where our children are used to traffic, child warriors when they go to war, you know, things like that. And then we have a convention that really talks about the right of the children. The government of Kenya has a Children Act that is dedicated to children. The government of Kenya has an Employment Act that gives a whole chapter, quite a number of them, to issues of children. As a Ministry of Labor, I see they have a national action around child labor, and they have a policy also on child labor. We as a country have just joined Alliance 8.7 last year, December, and this is addressing the SGD target 8, target 7, which talks about elimination of child labor in the world by the year 2025. And you see where we are. We are still struggling as a country. So as a country, we really are hard on work on child labor issues. Kericho has not been, Kisii has not been left behind. You've worked on a policy around child protection, which is very commendable for this county. We are also hard at work on a gender policy that is also addressing some of these things. Your agri policies and your cooperative are really very well encompassed, and we've really been encouraged by the county and the work that they are doing, including their open arms in terms of training the SIYB for people who then will go to the mashinani. So this shows you how the project came into the country, the fact that the government of Kenya and the counties feel a need to be able to step up the game into accelerating these actions against child labor. Yes. Tutarudi kwako kwa muda ujao Yes. in a short while. Yes. Tutarudi kwa Francis kidogo. Francis, umesema ulisema kwamba katika hali ya kufunza wafanya biashara, iwe ni wale wenye wanaanza biashara, wenye wanataka kuanza ama wenye wanaendelea wote. So hapa kuna pingamizi ama wameichukuliaje wale wenye umeinteract nao ama umejumuika nao katika hii hali ya kutaka kuwafunza biashara? So ile kazi tumekuwa na mkutano hapa Kisii, ama training ama mafunzo ambayo yamekuwa yakiendelea hapa Kisii, na tumekuwa na instructors ama wale walimu wa vyuo vya ufundi katika wodi tofauti hapa Kisii. Wao ambao tumekuwa tukiwafunza jinsi ya kuwa walimu wa kibiashara. Na kwa nini tunafanya hivi? Tunaelewa ya kwamba huu ni mseto mpya ambao tunataka kuintroduce kwa mashule. Na ukitaka kufanya jambo kama hilo, hutaki lifanywe na watu wa kutoka nje. Unataka lifanywe na watu wa kutoka hapa ndani, watu ambao wanaweza funza haya masomo ya kibiashara na lugha ya mama. Sababu unataka ule mtu anafunza, huyo mwanafunzi amesoma mambo ya ususi ama amesoma mambo ya carpentry, afunzwe na mtu ambaye anaweza muelezea biashara ni nini na lugha ya mama, anaweza mfunza jinsi ya kuanzisha biashara, anaweza mfunza jinsi ya kuwa na wazo la biashara, lakini amfunze na lugha yake yenyewe anaelewa. So hiyo ni njia moja ya kuhakikisha ya kwamba hakutakuwa na pingamizi ama hakutakuwa na changamoto mingi kuimplement hii program. Sababu inafanywa na watu hapa na wanaelewa mandhari, wanaelewa environment ya hapa, wanaelewa pia opportunities ziko hapa. So hakutakuwa na changamoto mingi sana katika hiyo hali ya kuimplement hiyo program. Tena kama venye Madam Helen amesema, ASEL kutoka ILO wanafanya kazi na shirika la ILO, International Labour Organization, na county government wakati sasa wameshirikiana na serikali imesupport huyo mradi. Inakuwa rahisi sana kuwezesha mradi kuendelea na mbele. So changamoto haiwezi kuwa mingi sana. Maybe ile changamoto itakuwa ni changamoto ya kukosa rasilimali ya kuanzisha biashara, but pia tumeweza kuleta other agencies za serikali. Kama leo wakati tulikuwa na wanafunzi
wenye wamepitia hiyo mafunzo ya kibiashara 20, that is the TOT. Kumekuwa na shirika zingine za serikali zenye zimekuja hapo kama MSEA. MSEA ni shirika za serikali. Kuna program yenye wako nayo ya kuwezesha wanafunzi kuanzisha biashara, wanawapea pesa fulani, ile inaitwa grant. So wanafunzi kama hao wataweza kubenefit kutoka kwa mashirika mengine ya kiserikali. Na pia private sector itaweza kuwa support, iweze kuwapea pia pesa za kuanzisha biashara. So hatufanyi kazi in isolation, ama tusifanyi kazi kivyetu, bali tunajaribu kuleta pia watu wengine tuweze kusupport yule mwanafunzi. Yeye anafunzwa jinsi ya kuanzisha biashara, anafunzwa jinsi ya kuwa na wazo la biashara, but hatumwachi hapo. Tunamshika mkono, tunamconnect na authority kama hiyo ya serikali ambayo itamsaidia maybe kumpea pesa, na pia kuna mpango zingine zitakuja baadaye zenye maybe hata ile tunaita market linkage ya kumuonyesha jinsi ile bidhaa yake anaweza ingiza kwa soko. So changamoto ziko, but kuna pia ile strategies ambayo tumeweka ili kuweza kupita hiyo changamoto na kuweza kusaidia huyu mwanafunzi ambaye tunafunza. Na katika tuseme kama katika mafunzo ya kawaida, so ni wanafunzi wote kama wenye wanahitajika, ama kuna wale unaweza sema kwamba kuna wenye labda wanasomea kitu fulani yenye hawezi funzwa kufanya biashara, ama ni wote kwa jumla wenye wanafunzwa kwamba wanaweza fanya biashara baada ya masomo? Okay. So Kenya huwa tunaangalia sana ni motivation, ama ile hamu ya kutaka kuanzisha biashara. So la kwanza huwezi lazimishiwa kufanya biashara kama huwezi lazimishiwa kufanya biashara. Lazima ukue unaipenda. Sababu ni kama kitu yoyote ile. Kama wewe ni mtangazaji, maybe unapenda hiyo kazi na roho yako yote. Mimi kazi ninafanya ya kuadvise watu wa biashara, ama kama mwalimu wa mafunzo ya kibiashara, napenda hiyo kazi. So ni kazi yenye nitafanya, ukiniita hata usiku nitafanya. So vile vile katika biashara huwa tunaangalia huyu mtu mwenye anataka kuingia kwa biashara anapenda hiyo kazi, sababu biashara si rahisi, na pia inataka mtu mwadilifu, inataka mtu anafanya kazi kabisa, mtu hard working. Kuna zile characteristics tunasema huyu mtu lazima akuwe nazo. So wakati tunawatangazia wote, tunawaambia kuna mafunzo ya kibiashara wote, kama unafanya carpentry, unafanya ususi, unafanya masonry, wote tunawaambia. Na kuna wale tutaona ya kwamba wako na hiyo hamu ya kutaka kuendelea. So hao ndio tunafanya kazi na wao. So that inakuwa rahisi kwao, na pia inakuwa rahisi kwetu. But kuna kitu ningetaka kusema yenye nitarudia tena. Tunafunza walimu wa vya ufundi. So hatutaenda pale kwa zile shule wanafunza. Already tushapea hao na walimu cheti, wamekuwa hapa, tumefanya training ya 10 days yenye ilikuwa sponsored na ASEL Africa, na in partnership na county government ya Kisii. Tushawafunza na tukawapea cheti, International Labour Organization. Sasa wanaweza kuwa walimu wa kibiashara, na watakuwa wakifanya hivyo katika hizo vyuo vya ufundi, waweze kusaidia watoto wenye tunasema wako less privileged. Bibi hawakupata nafasi ya kwenda university, bibi hawakupata nafasi ya kwenda college, na pia kuna mashirika zingine zimesponsor hao watoto katika hizo vyuo. So wakitafunzwa nao walimu, washikwe mkono, waweze kuwa na mawazo ya biashara, na pia waanze biashara. Na Madam Helen, tukirudi kwako, ni kama kuna hao watoto wenye tunasema kwamba wanapitia katika hii ajira ya kitoto, ama child labor yenye tulikuwa tumezungumzia hapo awali. Na hiyo changamoto wakati umezungumzia hapa Kisii kwa mfano, kwa mtazamo wako, na kuna wale wanaielewa, ama kuna wenye wanaielewa na kuna wenye hawaielewi vile tulisema mwanzo, na hao wote wakati tunawajumuisha sawa, wakati unawafunza inakuwa ni kama ni jambo geni wengine kuelewa kwamba kuna hii hali ya child labor, ama wanajua, sijui vile utaieleza kulingana na vile umeinteract nao. Thank you. For sure we have interacted quite a bit for the last 1 year. And child labor, like I started to mention, is not anything a parent will take their child through because they want.
it's out of necessity a lot of the times. But in my interactions with the people of Kisii, one thing I know they know is that they would want their children to be in school, and maybe they are not. The terminology, child labor, that we have found it varies, and a lot of people, especially kule mashinani, iyo child labor hawajaielewa, and especially when it comes to enforcing, when probably we are working with the Ministry of Labor, the police, even the ODPP in terms of prosecution, utasikia mtu akikwambia mtoto ni wangu, shamba ni yangu, all these things. Yeah, so of course we have had such like things kwamba unapata mwanafunzi wale wenye wameanza kufahamu kwamba kujielewa, unaambia mzazi anaambia mwanafunzi mtoto kwamba apeleke tuseme ng'ombe marishoni, amwambie nimechoka, kila kublazimisha mwambie hiyo ni kunitumia vibaya. That's child labor. Yeah, you know, it is a topic now that is being taught in school, and a lot of awareness has been brought. Of course, from time to time, a child will use the term child labor in their defense. Nanitumia vibaya. I will also use it in my defense if sitaki what you're saying. But the parents, a lot of them really do not know to what extent is child labor. They don't know that their children are protected by law, and that they also are liable to the law. It can be enforced, and it is actually being enforced, and we are working a lot with those agencies to make sure that we enforce. Yeah, we here in Kisii, we've trained chiefs. We've trained all the sub-county admins. We have trained all the DCCs. So now they understand what child labor is, and they're trained. They actually have the manuals and the law with them. We've also worked a lot with the ODPP to make sure, because that is where our cases flop. Ikifika pale, then because prosecution, and now the prosecution agents here are also very well trained. So in terms of enforcement, it is. But again, we understand child labor is fueled a lot by poverty. So I will not take my child to school if I cannot. And we thank the government, of course, for free education, and we hope that it can be enforced. And so our work then, mashinani, is to really create awareness and create alternative forms of livelihood for our people, so that they are not very dependent on this tea and coffee. And that is part of the things that we are doing within the project, working with the communities to help them to, you know, not be so reliant on bonuses, as you call it, for the tea farmers. And I think there's something for coffee farmers. So if we are just waiting for the bonus to come, then there's a problem. So we are working to help the families and the communities be able to create alternative livelihoods, and therefore boost the incomes of the families, therefore in helping them to take their children to school. Okay. Yes. Mwancho muligereri mukungabira sana yakanege swali twalire kenge nege songo tukokwanira igoro ya mangana ya ogosomi gose chisemi gose ogosemi wa igoro yo bonchereri na iyo abande bakoroketa entrepreneurship gose kwa gwa chingurire no nyara kuba gwachake mirimo yao aibwiko bene ene bano somete ni taringa rasmo chikoli kwemeremo nabo gatonyanga batokoligereri igoro ya abana bagokori gwa chigasi ichiko ngerja lepa ichi bagokori gasi libatake igokora kolende gogosibi mwana gokonya gosibi chianga gosibye bintu nyombo gosibina ne nyombo ital child labor yakora ngolengi egimba iwediri nuwe kana tabi. So tukimalizia tuanze na Francis. Tuseme labda ule ujumbe wa mwisho ungemalizia kuambia msikilizaji na mtazamaji saa hii hasa kuhusu mambo ya biashara. Jambo ambalo nitamalizia nalo ni ya kwamba katika muda ambao tuko saa hizi, kama venye Madam Helen anasema, kupata kazi ni ngumu, na vijana wengi hawapati kazi, na wanakuwa frustrated sababu ya kukosa kazi. Lakini kuna opportunity ambayo iko offered. Na hiyo opportunity ama hiyo chance ni number one, ni kama waende vocational training colleges. Kuna hata sponsorships hizi zinapitia hizo vocational training colleges. Na pale watapata hiyo skill, whether watapata skill ya kusuka nywele, ya kutengeneza viti, vioo, nyumba kama masons. Na wakipata hiyo skill pia, sasa tuna pia walimu pale wa kibiashara
hawa watoto watafunzwa jinsi ya kuanzisha biashara katika hizo laini zenye wanasoma. Na hata wakikosa kazi, waulize maybe kwa mfano waulize kazi wakose, wakifunzwa hiyo masomo ya kibiashara, wanaweza anzisha biashara zao, zianze kidogo kidogo, na hizo biashara zinaweza kuwa kubwa, na wanaweza pia ajiri watu wengine apart from kujiajiri wao wenyewe kwa wenyewe. So yetu ni kuwape hope ya kwamba future iko bright, ya kwamba kesho yake kuna mwangaza ambayo tunaona pale. So ninataka kuwape encouragement ama kuwape nguvu ya kwamba hawajasahulika. Kuna watu wanawafikiria kama na hizi program kama hii ASEL from ILO, na pia tunashukuru county government kwa kuitikia kufanya kazi na ASEL, tuweze kusupport our communities. Na pia kwa shule zote za vocational training colleges katika Kisii yote, tunawauliza hii masomo yenye wamepata waweze kufunza wao watoto mafunzo ya kibiashara. Asante sana. Karibu. Madam Here, ni maneno yako ya mwisho kwa siku ya leo, ukiangalia ile kamera, kamera. Yes, really is to thank you for having us here in the studio to talk about this very important thing that talks about child labor. And to let our parents know that the children are your children, but they really are our business, and they are government properties. They deserve childhood, they deserve an education, they deserve dignity, and we have different institutions and instruments within the country of Kenya and within the world that protect them, and therefore it is our business to really protect them and give them the dignity that they deserve to be children, to go to school, and to have a future that they deserve. As a project, we are very thankful that we are able to work with Kisii. We will advance everything that we can to make sure that we eliminate child labor in this beautiful county of Kisii, in our country and in Africa. So thank you very much. Kwa kumalizia waambie watuko buya. Otuko buya. Otuko buya. Otuko buya. Otuko buya. God bless you so much. Otuko buya. Otuko buya. Mwanjo muligera liko kirabu na tukorere kwa na gatembeli tukolia rero njera nje ngwenda umutima kama kai gondigia mage kombe kia mache karoje kasongo mna kia mnyokiri ne gaswahili ndoke na letika kia mna gatembe TV igo tumira na chinsenya se kionga chinsenya na lengenere Francis Mtonyi na boigo Eren Rintari igo na embu ya mna senga chwa sanga amo 90 kenda go twar boligo yemi ya gatembe TV ekionga kia mamusi. Thank you. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchiri amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeito nigo enkare iyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate etime tembo abo bagokora mirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati ali aye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows na boigo na versatile mat
MRM niko babwate lifestyle ayogo chana Roman Jinko nabo igo web design babwate igani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue nabo igo na green obutambe bwe mabwate iga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati yega ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya sigika ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukeyega ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumucho yigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trasete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Uhuru na bwata.